Bwana Yesu asifiwe. Ni Pastor Beni Magale tena siku ya leo. Ninamshukuru Mungu kwa ajili yako kwa sababu liko neno ambalo Bwana amenipa kwa ajili ya maisha yako. Tutatumia dakika chache ambazo Mungu amenipa kitu cha kusema na wewe siku ya leo. Niombe tu utege sikio lako, kuna mageuzi ambayo yatatokea kwenye maisha yako kuanzia siku ya leo. Ni mara yako ya kwanza kunifuatilia. Tunapatikana kwenye mitandao yote ya kijamii, YouTube, hata Facebook, WhatsApp na Instagram. Kwa hiyo unaweza ukatufuatilia huko pia. Kuna mengi unaweza ukayapata, hata TikTok pia tunapatikana. Leo Mungu amenipa kitu ambacho natamani kushare na wewe siku ya leo. Kama kijana, kama mama, kama baba, kama mtoto ambao natamani kuwa na namna njema ya maisha au namna nzuri itakayo yaruhusu maisha yako kuwa ni maisha ya mfano na kuwa mtu mwenye kesho isiyotia shaka. Leo Mungu amenipa ujumbe unaosema nguvu ya maamuzi ya mtu inaamua kesho ya mtu. Nguvu ya maamuzi ya mtu inaamua kesho ya mtu. Kesho ya mtu au kesho yako imefungwa kwenye maamuzi unayoyafanya kila siku. Watu wengi wamekuwa wakiharibu ndoto zao, wakiharibu maisha yao kutokana na uamuzi walioufanya kwenye maisha yao. Mtumishi wa Mungu na ndugu yangu utakayefuatilia kipindi hiki, kuzaliwa kwenye familia maskini is not a reason, sio sababu ya kwamba wewe uishi maisha ya kimaskini. Au kuzaliwa kwenye maisha au kusoma kwa shida, kwa tabu, sio kigezo cha wewe kunyanyasa wengine au kutesa wengine. No. Kuzaliwa kwenye mazingira na Mungu akakusaidia ukafanikiwa kwa sehemu, au ukawa kwenye mazingira ambayo unajitafuta bado kwa ajili ya kutimiza ndoto yako. Yamkini umeamua vibaya, yamkini uliamua ukaanguka, yamkini unatamani kufanya maamuzi kwa ajili ya kesho yako. Iwe ni kwenye biashara, iwe ni kwenye ndoa, iwe ni kwenye siasa, iwe ni kwenye uchumi, iwe kwenye eneo la elimu, iwe kwenye eneo lolote lile ambalo wewe unatamani kuwa na maamuzi. Kwa dakika hizi chache ukinisikiliza, jambo hilo utaliamua kwa busara au utaliamua kwa namna njema, na kesho yako haitakuwa ya kawaida. Nitasoma neno la Mungu kutoka kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 30 na mstari wa 19 mpaka 20. Halafu tutazungumza. Nitasoma Biblia tafasiri ya King James, halafu nitasoma tafasiri ya habari njema. Nitaanza na hii King James. Inasema, nazishuhudia mbingu na nchi juu yenu hivi leo kuwa nimekuwekea mbele yako uzima na mauti, baraka na laana. Basi chagua uzima ili uwe hai, wewe na uzao wako. Mstari wa 20 inasema, kumpenda Bwana Mungu wako, kuitii sauti yake na kushikamana naye, kwani hiyo ndiyo uzima wako na wingi wa siku zako, upate kukaa katika nchi Bwana aliyowaapia baba zako Ibrahimu na Isaka na Yakobo kuwa atawapa. Hiyo ni King James Version. Tusome sasa habari njema. Habari njema inasema, naziita mbingu na dunia zishuhudie juu yenu leo hii kwamba nimewapeni uchaguzi kati ya uhai na kifo, kati ya baraka na laana. Basi chagueni uhai nyinyi na wazao wenu mpate kuishi. Lakini anasema ile 20, mkimpenda Mwenyezi Mungu wenu, mkiitii sauti yake na kuambatana naye, maana kufanya hivyo kuna maanisha kwamba mtapata maisha marefu katika nchi ambayo Mwenyezi Mungu aliwaahidi wazee wenu Abraham, Isaka na Yakobo kwamba atawapeni. Kwa hiyo natamani tuzungumze vitu hivi kuhusu maamuzi, na tumeona ya kwamba Mungu alipokuwa anatoa maamuzi au Mungu alipokuwa anazungumza kuhusu uamuzi wa mtu, hakumwamulia mtu kuamua, bali mtu mwenyewe ndivyo anavyoamua kuhusu kesho yake
ndivyo anavyoamua kuhusu maisha yake. Maandiko anatuweka wazi kusema kwamba shahidi namba moja ambaye Mungu alimuweka kwetu sisi, shahidi wa kwanza ni mbingu. Kwa uamuzi wako wote, mbingu inajua kuwa fulani ameamua kitu hiki, mtu fulani ameamua hivi. Hata kama uwe uko peke yako, lakini mtu wa kwanza au kitu cha kwanza kitakachokushuhudia na kitakachoyashuhudia maamuzi yako ni mbingu. Kitu cha pili kitakachoshuhudia kuhusu maamuzi yako ni nchi. Ndio maana anasema mbingu na nchi zote hizo amezipa mamlaka ya kushuhudia maamuzi ya Pastor Beni atakayoyaamua, maamuzi yako wewe utakayoyaamua kuhusu kesho yako. Na anasema hivi, utakapoamua vema, maana yake utaamua maamuzi yako yatasababisha matokeo kwa watoto wako, kwa wale watu walio nyuma yako, kwa wale watu wanaokufuata, kwa wale watu wanaokuamini. Kwa maana hiyo sasa, uamuzi ubaya vile vile utaharibu kizazi chako, utaharibu watoto wako, utaharibu jamii yako, utaharibu watu mbalimbali kulingana na namna utakavyoamua. Kwa maamuzi yetu sasa yanaleta matokeo chanya kwa namna ambavyo utakavyoamua. Kwa wewe kama unatamani kufanya maamuzi, unataka kuwa kiongozi ambao maisha yako yote yatasomwa, maisha yako yote yatakuwa darasa, maisha yako yote yatakuwa fundisho, ni lazima uamue kwa ubora, ni lazima uamue kwa uzuri, ni lazima uamue kwa uaminifu ya kwamba uamuzi wangu hautaathiri wengine, uamuzi wangu utaathiri wengine kwa mtazamo chanya au kwa namna chanya. Kama utaamua hivyo, matokeo utayapata. Ila kama utaamua negatively, maana yake utaamua ya kwamba basi mimi ninaamua tu kuwa mtu huyu wa ajabu ajabu, kwa namna ya ajabu ajabu, hivyo ndivyo ambavyo kizazi chako chote kitakuwa cha ajabu ajabu. Ndio maana mara ya kwanza nimesema ya kwamba kuzaliwa kwenye familia maskini is not a reason. Maamuzi ya sisi kwa kulingana na tulipo sasa au tulikotoka, kwenye jamii zetu, kwenye familia zetu, kwenye taifa letu, ni maamuzi ambao waliyafanya wazee wetu, ni maamuzi ambao waliyafanya ndugu zetu, na kutokea kwenye maamuzi yao yamkini leo tuko kwenye taifa hili, yamkini leo tuko kwenye sehemu hii. Kwa maamuzi yao ndio yametupelekea sisi kuwa hapa, maamuzi yao ndio yametufikisha sisi kuwa hapa. Kama waliamua positively, ndio maana tuko hapa positively. Kama waliamua negatively, ndio maana tuko hapa negatively. Ndio maana hutakiwi kuamua tu, unapaswa kuamua kimkakati kwamba ninachokiamua hiki kina negative impact au kina positive impact. Na negative impact inatokea wapi? Inatokea kwenye maamuzi mabaya, ambapo wewe umeamua tu wewe ndiye ushibe, wengine na kizazi chako watajua wenyewe. Hilo ni tatizo sana la watu wengi duniani. Lakini Biblia iko wazi kabisa, inatuambia Mungu Yesu Kristo yuko wazi kutusikiliza sisi au kutuachia sisi uamuzi. Unachoamua ndicho kinachoamua kesho yako. Unachoamua ndicho kinachoamua kizazi chako. Unachoamua ndicho kinachoamua taasisi yako. Unachoamua ndicho kinachoamua uongozi wako. Unachoamua ndicho kinachoamua ujana wako. Kwa mfano, maamuzi ya binti kuchukua, maamuzi ya binti au kijana kuwa na mwanamke na wakaondoka wakaenda gesti kwa siku moja, ndio itakayoamua. Dakika moja inaweza ikamharibia maisha huyu binti, kupata mimba na kuharibu ndoto zake kwa wakati huu. Kama alikuwa chuoni au alikuwa anasoma yuko level au A level, itaishia hapo hatima yake aliyokuwa ameikusudia kuwa awe daktari au nesi au awe rais wa nchi au awe waziri, itakuwa imekomea hapo. Kwa maamuzi yetu tunayoamua tuangalie, je, yana positive impact au yana negative impact? Kwa neno la Mungu linasema chagueni. Mungu anashauri ya kwamba chagua uzima ili wewe na uzao wako muwe na wazima, au chagua laana, wewe na kizazi chako mlaniwe. Matokeo ya kuvunja laana ni matokeo ya wazazi wetu walipokosea kuamua. Kwa mujibu wa hili neno la Mungu, walipokosea kuamua, ndio sasa haya yote yanatokea kwenye maisha yetu. Na laana ya kiungu haivunjwi na yote. Lazima uamue kwenda mbele za Mungu na kumwambia Bwana, ule mkono ambao ulikuwa umewaharibia ndugu zangu, ninaomba rehema
kwa ajili ya kizazi changu, kwa ajili ya familia yangu, kwa ajili ya wazazi wangu, kwa ajili ya ndugu zangu. Kadri unavyoomba rehema, Mungu anaondoa ule mkono, yamkini ni mkono wa laana, yamkini ni mkono wa magonjwa, yamkini ni mkono wa mateso, yamkini ni mkono wa kifo, yamkini ni mkono wa chochote kile kibaya ambacho Bwana alikuwa amekusudia kwenye ile familia kuiteketeza. Maana yake laana ya Mungu haiondolewi na mchungaji, laana ya Mungu haiondolewi na nabii, laana ya Mungu haiondolewi na mwalimu. Laana ya Mungu inaondolewa na Mungu mwenyewe kwa kwenda mbele zake kwa rehema. Kama tutaenda mbele za Bwana kwa rehema, it means Mungu atashusha neema yake. Maandiko yanasema wapinga tu wale wenye kiburi, lakini wanaoenda mbele zake kwa rehema, kwa neema, huwa anawaongeza na kuwakuza. Kwa maisha yetu yana depend on Jesus. Maisha yetu yanamtegemea sana Yesu au Mungu kwa 100%. Maana maandiko yanasema yeye alikuja akafa msalabani kwa ajili ya makosa yetu. Maandiko yanasema alituokoa katika nguvu za giza. Maana yake ni nini? Sisi wale wazazi wetu wale waliokuwa wameamua vibaya, maamuzi yao yakapelekea sisi kuwa watu wasio na kesho nzuri, kuwa watu ambao hata leo tuko hapa kwa sababu ya matokeo ya maamuzi yao. Kwa ni ushauri wangu ya kwamba mchana wa leo, uamuzi wako ndio unaoamulia watoto wako. Uamuzi wako ndio unaoliamulia taifa lako. Uamuzi wako ndio unaoliamulia kanisa lako. Uamuzi wako ndio unaoamua utakuwa mtu wa aina gani, utaacha legacy gani. Unaweza ukaamua kwa mabaya, maisha yako yakawa na legacy ya ubaya. Unaweza ukaamua kwa mazuri, maisha yako yakawa na legacy ya mazuri. Kwa ushauri wangu mchana wa leo, kwa mtu yoyote atakayesikiliza habari ya ujumbe, ya kwamba wito wangu kwa kila mmoja, wito wangu kwa kijana, wito wangu kwa mama, wito wangu kwa wazee, watu wa kila rika, ya kwamba maamuzi yetu tunapoamua tuangalie, je, tunaamua kwa namna gani, ili tusije kuharibu au tukaharibia kizazi chetu kijacho, kwa sababu kizazi chetu kinategemea maamuzi yetu. Kizazi chetu kinatutegemea sisi tunaamua nini. Manake tutakapoamua vibaya, it means tumeharibu na maamuzi ya kizazi chetu. Manake wataanza kustruggle, wataanza kupitia nyakati ngumu, wataanza kupitia changamoto, wataanza kupitia hali ngumu za kimaisha. Lakini nini kilichotokea? Kimetokea kwa sababu sisi tuliamua kwa ubaya. Kwa mpendwa utakayenisikiliza jioni, asubuhi, muda wowote ule utakayesikia habari hizi, utakayesikiza kuhusu ujumbe huu, inawezekana kabisa kuamua kwa uzuri, inawezekana kabisa kuamua kwa ubora, inawezekana kabisa ukaamua kama kijana unayehitaji mabadiliko kwenye maisha yako. Kuna mtu ambaye huwa napenda kumsoma au kumsema kila wakati, anaitwa mtu mmoja anaitwa Bwana Colonel Harlan Sanders. Yeye aliamua kwenye miaka yake 65, alipoamua kwa uzuri, kwa ubora, ndio maana hata sasa wanufaika wa maamuzi yake wapo. Kuna ajira nyingi zimetokea kwa sababu ya KFC, ambao yeye aliamua kwenye umri wake wa uzee. Haujachelewa kuamua kama kijana, amua tu kwa ubora wa maamuzi kutokea kwenye neno la Mungu. Kama utaamua kutokea kwenye neno la Mungu, maisha yako yatakuwa bora sana. Maana maandiko yanasema sisi msingi wetu ni Kristo Yesu. Maana yake chochote utakachoamua, amua according kwa msingi wako ambao ni Kristo Yesu. Usiamue nje ya msingi ambao ni Yesu Kristo. Ukiamua ndani ya msingi ambao ni Yesu Kristo, maisha yako yatakuwa bora, maisha yako yatastawi. Maana maandiko yanasema utakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji, ambao jani lake halitaona hali. Hata kama wakati utakapokuja mbaya, jani lake halitaona hali mbaya. Kwa ni kusi mtu wa Mungu, ni kusi wewe utakayesikiliza ujumbe huu wa leo, ya kwamba maamuzi yako bora ndio atakaamua kesho yako. Maamuzi yako mabaya ndio atakayoamua kuhusu watoto wako. Marafiki ambao umejizungushia, majirani ambao umejizungushia, ubaya wa maamuzi yako unaamua hata marafiki utakaowapata. Kama utaamua kuvuta bangi, utapata marafiki wa aina hiyo. Lakini kama utaamua kumtumikia Mungu, utapata watu wa namna hiyo. Ila hata kama utaamua kuwa mfanyabiashara bora Tanzania na duniani na nje ya mipaka ya Tanzania, hicho ndicho utakachokipata na ukimiliki. Mimi leo niishie hapo kwa kusema uamuzi wako wa sasa ndio matokeo yako ya kesho. Uamuzi wako wa sasa ndio matokeo ya watoto wako. Uamuzi wako wa sasa ndio mafanikio yako. Uamuzi wako wa sasa
ndio furaha yako, lakini uamuzi wako wa sasa ndio kilio chako. Uamuzi wako wa sasa ndio kilio cha watoto wako. Amua vema sasa ili ufanikiwe. Amua vema sasa ili unufaishe watoto wako. Amua vema sasa ili ufurahishe ndugu zako. Mimi naitwa Pastor Beni Magale, niko hapa Masaki, Kahama. Karibu sana Kahama IRCC, na Mungu wa mbinguni akubariki. Ninaamini nitakuona juu kutokea kwenye hili fundisho na maandiko haya. Mungu akubariki sana na uwe na wakati mwema. Amen.